Hello friends, karibuni tupike vitumbua. Vitumbua vizuri, vitamu sana na kwa njia rahisi mno. Kama ni mgeni kwenye channel hii, usiache kushare, kucomment na kusubscribe. Hatua ya kwanza tutaanza kwa kupima unga wa mchele na mimi nitapima vikombe 8. Kama hicho kikombe ninachokionyesha hapo kwenye video. Hivi ni vikombe special kwa ajili ya kupimia. Baada ya hapo nitaweka hamira kijiko kimoja nitaweka kwenye unga wangu wa mchele. Lakini kama una hiriki ya unga, chukua vijiko viwili kama hivyo ninavyoonyesha hapo, changanya kwenye unga wako wa mchele pamoja na hamira. Hatua ya pili nitaanza kuandaa uji wa sembe. Nitapima kikombe kimoja cha unga wa sembe, nitaweka kwenye maji vikombe 6. Kwa hivyo unga wa sembe kikombe kimoja, maji nitaweka vikombe 6, nitakoroga na kuweka motoni uive. Kisha tutakoroga uji wetu na kuacha uive. Uive kabisa mithili ya uji wa kula. Na ukishaiva tutaweka pembeni upoe kabisa. Uji unatakiwa umeiva kama unavyoonekana hapo, utauacha upoe kabisa. Uji wangu ukishakuwa umepoa, nitatumia kile kikombe nilichotumia kupima unga. Nitapima vikombe 4 vya uji wa sembe na kuchanganya kwenye unga wangu wa mchele. Na nasema hakikisha uji umepoa kwa sababu ukiweka uji ambao bado ni wa moto sana utaua nguvu ya hamira. Kwa hivyo hakikisha uji wako umepoa. Kwa kama hapo nitaweka vikombe vyangu 4 vya uji wa sembe kwenye unga wa mchele pamoja na hamira. Baada ya hapo nitakanda vizuri kuhakikisha uji wangu unachanganyikana vizuri na unga wa mchele pamoja na hamira. Kisha nitaongeza vikombe 3 vya maji na nitaendelea kukanda mpaka nitakapopata mchanganyiko mzuri. Kisha nitafunika mchanganyiko wangu kwa lisaa 1 mpaka na nusu, ila usizidishe hapo, vitumbua vitakuwa vikali. Baada ya lisaa 1 mpaka lisaa 1 na nusu, mchanganyiko wangu utakuwa tayari umeumuka, na kudhihirisha kwamba umeumuka utaona vitundu kama hivyo vinavyoonekana hapo kwenye video. Process itakayofuata ni kuweka sukari. Nitaweka sukari kikombe kimoja. Kikombe hicho nilicho kishika hapo kinachoonekana. Baada ya kuweka sukari nitakoroga vizuri. Nikisha imechanganyika vizuri na mchanganyiko wangu, halafu nitafunika tena mchanganyiko wangu kwa muda wa takriban dakika 10 na nitaendelea kuchoma. Kisha nitaweka kikaango motoni na kuweka mafuta. Kikishapata moto nitaanza kuweka mchanganyiko wangu. Nimeweka kwenye jagi ili iwe rahisi kuweka. Umeona nimeanza kuweka vitundu vya pembeni kwa sababu ukianza katikati vitumbua vyako vitaungua. Kwa hivyo anza kuweka vitundu vya pembeni na usijaze sana mchanganyiko wako, utamwagika na utachafua pani yako. Kwa hivyo nitaweka vitundu vyote vya pembeni na nihakikishe vyote vimejaa. Naona nimeweka vya katikati hivyo vinaonekana tayari vimeshaanza kukauka. Kwa hiyo anza pembeni ambapo moto ni mdogo, halafu utamalizia vitundu vya katikati, lakini pia usijaze sana mchanganyiko wako. Kisha utaanza kugeuza vitumbua vyako. Unachukua stiki, unachoma, unapindua. Mazoezi tu. Na usije ukapindua muda huo wakati bado. Hakikisha pembeni kama vimeanza kukauka, yani kama kuiva pembeni, ndio muda sahihi wa kupindua. Kama nilivyosema katikati kuna moto zaidi. Especially kwa haya majiko ya gesi, lakini majiko ya mkaa kote kuna moto sawa. Kwa hivyo utakuwa unageuza. Na hivyo ambavyo vimegeuza unaacha kwa dakika kadhaa, alafu baadaye unaweka mafuta ili viendelee kuiva. Kama unavyoona hapo. Unaona vya katikati? Na naona ni katikati na hapa mwanzoni ndo kuna moto mkali. Kwa hiyo lazima ujue moto mkali upo sehemu gani ili iwe ni rahisi kuhamisha vitumbua vyako. Kwa hapo nitaendelea kuvigeuza. Unaona huko kuna moto hafifu. Hata ukigeuza unaona kitumbua chako bado, lakini katikati unaona vitumbua vishaanza kupiga rangi. Huko kuna moto hafifu. Kwa hivyo kwenye moto hafifu vitumbua vyake vinachelewa kuiva.
Sasa ili visikae sana motoni utakuwa unabadilishana navyo. Yaani unabadilishana na vya katikati. Cha katikati kiona kimeshaanza kuiva hivyo unakitoa unakiweka kikaivie pembeni zaidi. Umeona? Utaendelea kupindua vitumbua vyako vyote. Kwa hivyo mimi pani yangu, jiko langu lina uko pembeni kabisa, moto wake ni mdogo. Unaona hivyo vya katikati vimeiva. Kwa hivyo kwa sababu vimeiva unaweza ukavitoa hivyo, ukavipeleka sehemu ambapo moto ni mdogo viendelee kuiva huko. Hivi vya pembeni ukavisogeza katikati, ukaongeza mafuta. Kwa hiyo unakuwa unafanya kama draft hivi. Vya katikati kiviacha sana vitaungua. Kwa hiyo unageuza. Unaendelea mpaka vitumbua vyako vitakavyoisha. Kwa hiyo utaendelea kugeuza kama chifu anavyofanya hapo. Utakuwa unaangalia penye mafuta kidogo unaongeza. Kitumbua kimeiva unatoa, ambacho kinaungulia unatoa, ambacho kinachelewa kuiva unahamisha, unabadilisha na cha katikati. Kwa bila shaka umejifunza na utajaribu pika vitumbua hivi nyumbani, familia wa enjoy. Bye.